Aise, mambo vipi? Mnaniita Sharobaro wa Njombe. Ukiniita mtoto haramu utakuwa hujakosea. Leo hii ni siku nzuri sana kwa Swambe Talent kwa sababu hii ni interview ya kwanza. Umeona bwana, naweza nikasema kwamba leo ndo tunazindua kuwafanyia wasanii interview. Na leo nakwenda kufanya interview na msanii mkubwa sana hapa mkoani Njombe. Na msifikiri kwamba hii interview nimeipata kirahisi, ni mtiti mrefu. Hataki kabisa huyu kijana kufanya interview. Sasa sijui ataeleza yeye mwenyewe kwa nini amenisumbua kiasi hichi. Na mpaka nimemwambia kwamba bwana, leo wewe ndo unazindua hii Swambe Talent kwa kufanyiwa interview, ndipo akakubali. Bwana, mambo vipi Kaisali? Bwana fresh. Mzuka? Mzuka mwingi sana. Aisee, umenisumbua. Ni kawaida, ndio biashara iko hivyo. Kwa nini sasa nimekupata kwa shida sana ili tuweze kufanya interview ndugu yangu? Mimi kama nilivyowaambia watu kwamba kwanza mimi sifanyi interview bure. Kutaka kufanya interview na mimi lazima nilipe ndio fanye interview. Sasa mbona mimi hujaniambia kwamba bwana nilipe? Yaani wewe unasema tu sitaki. Kwa nini sasa? Kwanza nilikuwa sijawahi kukuona ukiwa na chombo cha habari. Okay. Lakini ulivyoniambia kwamba bwana ndo unaanza na hivi ndo leo ndo nazindua, na kusema ngoja nizindue na nibariki. Yeah. Aisee, na sisi tumefurahi sana kama Swambe Talent kufanya interview ya kwanza na msanii mkubwa kama wewe. Shukrani sana. Shukrani sana bro. Vipi mihangaiko ipoje ndugu yangu? Bwana, mihangaiko iko sawa. Iko sawa kabisa. Nazidi kupambana, Mungu anasaidia na bless. Maandazi wangu anazidi kunibariki fresh kabisa. Hapo kwenye maandazi. Japo nilitegemea nitauliza hilo swali baadaye, lakini kwa vile umeingia hapo. Hivi kwa nini mashabiki umeamua kuwaita mashabiki maandazi na bado unaendelea kuwaita hivyo mashabiki maandazi? Kwa nini? Nilijaribu kuchagua jina ambalo watu wangu wanaonisupport ni waite kina nani. Tamani kuwaita Farasi, Simba, nini. Nikaona jina zuri ni maandazi. Unajua hakuna mtu duniani hajala andazi kutoka Tanzania. Kwa maana kwamba mashabiki maandazi wewe kwako unachukulia ni jina zuri jina zuri kwamba niwaite mashabiki zangu ni maandazi kwa sababu andazi linapendwa na mtu yoyote yule. Okay. Toka ukiwa mdogo lazima ule andazi. Ukija kwa mkubwa unaweza kuona kuna chapati, lakini andazi lazima liwe la kwanza. Okay. Mtoto akienda kanisani ali andazi. Kwa hiyo mimi nikasema kitu jina zuri, mashabiki zangu niwaite ni mashabiki maandazi. Kaza wote ni maandazi hao. Aisee, wapenzi wafuatiliaji wa Swambe Talent, tambua kwamba hii ameclear kwamba msije mkamchukulia vibaya kwamba anawaita mashabiki maandazi, sio kwa nia mbaya, kwa sababu andazi linapendwa na kila mtu na hakuna ambaye hajawahi kula andazi. Aisee, noma sana. Na kitu kingine, wewe sio mkaaji wa hapa Njombe. Sababu ni nini labda zinazokupelekea wewe usio mkaaji wa hapa Njombe? Sio kwamba mimi sio mkaaji wa hapa Njombe. Mimi ni mkaaji wa Njombe, lakini yani mimi ni mzaliwa wa Ludewa, ndio mkoa wa Njombe. Yes. Lakini pia naishi Njombe. Isipokuwa tunashindwa kutofautisha muda wa kukaa na kazi. Mimi saizi hapa niko busy bro. Utafutaji. Yani mimi saizi hapa tukiniambia nimepanga labda chumba labda Dar es Salaam. Nikawa naishi Dar es Salaam. Nasema mimi nina chumba, si ndio? Lakini uwezi amini, ninalipia miezi 3, naweza nikalala wiki tu. Wiki moja tu. Lakini miezi mingine yote niko busy, niko mikoa, kwa sababu mimi shows nyingi nazifanya mikoani. Unakuta labda nimeenda mkoa wa Mwanza na nahitajika labda sehemu zaidi ya 20. Kwa mpaka nikazimaliza hizo show sehemu 20 nakuta sijarudi Dar. Kwa mfano nikupe mfano mzuri. Mimi nimeanza kupiga show Dar es Salaam, nimeanzia Ilala ya Mwenge, ndio. Nimeenda mpaka Ruangwa. Umeelewa? Hapa saizi hapa nina show Mtwara. Inabidi niende Mtwara, umeelewa? Nina show nikimaliza mkoa wa Mtwara wote, nina show Ruvuma yote. Bado nina show Njombe hapa, mkoa wote. Nina show Iringa mkoa wote, umeelewa? Nina show Dodoma, nina show Morogoro. Sasa Dar nitakaa muda gani? Na ndio maana ni ngumu sana kuniona mimi niko Njombe hapa muda wote. Kwa sababu gani? Muda mwingi na kwa nipo kazini, mashow yanaita, simu zinaita. Safi sana kijana mpambanaji. Na kilichokupelekea ukaja Njombe ni kitu gani labda? Mimi Njombe nilikuja kwenye show. Yaani kama nimerudi, yani tunatofautiana kesa nikarudi. Mimi nimekuja kwenye show, nilikuwa nimepata show ya Waziri Mkuu Mafinga. Okay. So Waziri Mkuu tutakuwa juzi apite Mafinga ni jana. Ndio. Sasa ile show imeahirishwa. Waziri Mkuu ameahirisha ile ziara.
Kwa hiyo nililipwa kwa ajili ya kuja nini kuisha Mafinga. So hapa ni nyumbani, so nisingeweza kupita vula, lazima nishuke nisalimie wana vizuri. Lakini napita na shot na mbele. Okay. Unaionaje Njombe tokea umeondoka, wasanii wa Njombe kiujumla, au sanaa ya Njombe unaionaje toka ulivyoondoka, ulivyoiacha na sasa hivi ulivyorudi unavyoiangalia ipoje? Mimi sana Njombe naifuatilia mtandaoni, naiona mtandaoni, yani kila kinachofanya tulishafanya, yani vingi vinavyofanyika vilishafanya na kina Diaroni, kina Scope, kina nani marehemu Ndotozi. Nataka kujua pengo lako, yani kitendo cha kuondoka KSL, kitendo cha kutoka KSL, kuna kitu gani kimepungua unachokiona? Kikubwa sana. Hata mimi mwenyewe nimeona hicho kitu kwamba kuna kitu kimepungua kikubwa sana, kitendo cha kuondoka KSL. Ile shamla ya sanaa, zile event ambazo yani zikao zinafanyika hazipo tena. Unajua KSL ni mmoja. KSL ni mmoja. Au ndo walikuwa wanakuiga kwamba wewe ukifanya event na mimi nakuja kufanya event. Ni kweli, yani kwa sababu toka nimeondoka sijaona ile cash ya sanaa. Na mimi hicho kitu nimekiri kwamba nimekiona kimepungua. Sijaona, lakini pia wasanii wakipata nafasi mimi kiukweli mimi naongea kwa uchungu. Mfano juzi alikuja rais hapa. Umeelewa? Wasanii tumepata nafasi kubwa sana perform mbele ya rais. Ila wameenda kuzalisha mkoa. Yaani wamezalisha ni Njombe inaonekana hakuna wasanii. Kivipi wamezalisha? Yaani mimi niongee tu ukweli, nyimbo waliopanda leo kuimba kwa rais mbovu. Nyimbo ni mbovu, wasanii waje, yaani pale upishanaji wa pale stage ni mbovu. Yaani mimi kwa mfano umeona kama B2K alishika mic nafikiri. Alichokiimba nilikuwa sijakiona, nimekuja kushtukia ameshapata msanii mwingine mic. Yaani hakijaeleweka wanaimba nini, wanafanya nini, hakijulikana. Yaani mimi bora wangemchagua hata msanii mmoja aimbe kwa niaba yao. Ngoja kwanza nitafuatilia hiyo show ili nijue kitu gani ambacho. Mimi nilikuwa niko kwenye TV, niko live, na tena nilikuwa niko live niko kwenye gari nakuja Mafinga kwenye show Waziri Mkuu. Ilitakuwa ni wai Maimosi hapa, lakini nilikuwa booking tayari. Nilikuwa siku hiyo nilikuwa na show Ruangwa. Kipindi hapa mama amekuja hapa rais, mimi nilikuwa na show Ruangwa. Na Ruangwa walishatoa advance mwezi uliopita, kwa hiyo nilishindwa kuja huko. Okay. Kwa hiyo tuseme kitu gani walichozingua au walichofeli ni kitu? Walichozingua bana, nyimbo ni mbovu. Nyimbo yenyewe ni mbovu. Upangiliaji wa performance pale stage wanapishana kama matofali. Yaani kiukweli mimi niwachane tu ndugu zangu. Wasanii wote walioimba mle wana sauti, wana uwezo wa kuimba. Ila ile show wameifanya mbovu. Yaani sidhani kama itakuja event kubwa nyingine wasanii wa Njombe wataambiwa waimbe mbele ya mkubwa. Sidhani. Na nafikiri hiki kitu kimejirudia. Unajua ni muda mrefu sana Njombe wasanii wa Njombe hawajapata nafasi kuimba mbele ya mkubwa wa nchi. Wameshakuja marais wengi sana, tulipambana sana tupate nafasi, lakini zilikuwa zitokee kwa sababu walikuwa ulichangia. Walikuwa wanatuambia kwamba ni wasanii mkipata nafasi mnaimba utopolo. Sasa ili juzi ndio ilikuwa tiketi ya kuwaaminisha viongozi kwamba sisi tunaweza kuperform mbele ya mkubwa. Lakini imekuwa different, yani wamedhalilisha. Hiyo kuna vitu wanaviona viko pale juu na walichokifanya nachoka mimi. I say noma sana. Sasa ushauri wako labda kama siku nyingine ili isijirudie, unaweza kaushauri kitu gani? Punguza ujuaji. Yani wote walioenda pale walienda kujivisha kwa sababu si wanajichambua kwamba huyu aimbe huyu. Kuna wasanii wako mle hawajaimba, kuna kina Ngoli sijamuona kiimba mle. Yaani kuna madogo wako kitaa wanajua saizi, ila kwa sababu ule ubaguzi wala mimi najua sana mimi najua sana ile ipo. Kwa hiyo sasa wanabaguana. Kwa hiyo hicho kitu amwezi kufika mbali. Umeona mimi KSL kirafiki wanachukuliana urafiki. Umeona huyu KSL? KSL ana noma. Mimi ndo msanii pekee ambaye napiga show za gharama kuliko msanii yote. Umeelewa? Mimi ndo msanii pekee ambaye naweza kusimama jukwaa lolote na nikaamsha. Waulize Dar es Salaam. Na unajua moto wako. Watu wanasema Dar es Salaam ni ngumu. Lakini mimi ndo Dar es Salaam niwakalisha wasanii wa pale nimewakalisha. Noma. Huwa naona sana clip zako ukiposti TikTok, status nini, naona sana unakiamsha. Mimi show zangu ufuatie utaona mwenyewe kwamba mimi sina show mbovu. Hata mimi ningepandishwa kwa rais pale, mimi ningemsimamisha rais angesimama. I say noma sana. Kwa kumalizia niseme kwamba hivi wewe mtazamaji unayefuatilia Swambe Talent, sisi kama Swambe Talent tunahitaji mtu mwenye taaluma ya utangazaji. Mimi kama mkurugenzi, mimi Sharobara wa Njombe, kama mkurugenzi natangaza hii fursa. Kama una taaluma ya utangazaji unaweza katucheki hapo Swambe Talent, alafu
tukaendelea kufanya kazi. Alafu sio tu taaluma, kama una kipaji pia cha utangazaji, njoo Swambe Talent tuwasiliane, tuendelee kufanya kazi. Tunahitaji sana wa mtangazaji. Au vipi bwana? Sasa ndugu yangu Kaisali, cha kumalizia hapa ni kuruhusu wewe labda kama una ya kusema kwa ajili ya wasanii wa mkoa wa Njombe. Cha kusema mimi ni kimoja tu. Kwanza nimpongeze mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Njombe kwa kuforce mpaka mimi kufanikia hapa. Kwa kweli wananchi huko mtaani wanamuombea sana na wanamsifia sana kwa hicho kitu alichokifanya. Tunampenda sana of course. Kwa sababu ameleta fursa. Yaani fursa ni yani kuhusu fursa Njombe. Siko wafanyabiashara wote. Yaani wafanyabiashara. Wapongeze wabunge. Yeah. Wabunge wote na wapongeze kwa sababu wameshiriki mwanzo mwisho, madiwani, wakuu wa wilaya wote. Pilika zilikuwa ni nyingi sana. Noma. Lakini pia tushukuru pia kwa kupata fursa wasanii kwa Njombe. Kupata fursa kwa perform mbele ya rais. Unajua mkuu wa mkoa lazima alikuwa amepambana sana kwamba kweli wasanii wangu wa perform japo wamemwangusha. Yaani mimi kiukweli nyingine nataka ujifunze, yaani nataka ujifunze. Yaani mimi sifichi. Oya, wasanii wenzangu tulizingua. Nani tulizingua kuperform ile ngoma mbele ya rais. Yaani mimi nilikuwa naona bora wangempandisha Masai. Okay. Yaani ile nafasi angeipata Masai. Sasa Njombe tulikuwa tunaongea kitu kingine. Kweli. Umeelewa? Ile nafasi wampata wasanii wengi wampanda kwa mara moja lakini hakuna kilichokitengeneza. Yaani bora angepanda mmoja awakilishe wasanii wote. Yaani pale ungempandisha Masai ilikuwa ni tiketi. Lakini sio kila mtu tiketi ya Njombe kwamba kuna kitu. Lakini sio kila msanii amechukua hela. Sasa hela hailiwi bure. Mimi ngombe kitu. Sikiliza, hata kama umelipa. Hata kama kulipwa na platform vitu tofauti. Mimi nilikuzia platform Dar es Salaam. Alikuja kuna kiongozi alikuwa anahutubia Dar es Salaam, nilipambana kupata ile nafasi. Ile nafasi niliyoipata ndio ilikuwa tiketi mimi ya kupata mashow yote ya Mwenge. Umeelewa? Mchukueni huyu. Huyu anajua, mchukueni huyu. Kote kama upepo. Wasanii wa mkoa wa Njombe, chukueni hilo. Mjifunze kutoka kwa kijana Kaisali. Anayetaka kujifunza achukue, asiyetaka acha. Ni maandazi nyingi. Mbona kama umetukana wakati umesema sio tu? Nimesema hivi, hao wote ni maandazi tu. Yaani wasanii wa Njombe wote vitumbua. Mashabiki zangu ni maandazi. Yaani wote hii ni kauli yake yeye. Sio ya kwangu, sio ya nani, kauli yake yeye. Na bado anaendeleza na hiyo kauli. Ni maandazi tu. Mashabiki zangu na wasanii wote vitumbua. Mtanifanya mimi nikushukuru sana kwa interview yako ya leo kwa kuzindua Swambe Talent. Mimi nikutakie kila laheri mpenzi mtazamaji wa Swambe Talent na mfuatiliaji. Pia usisahau kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii, TikTok, Instagram, YouTube pia tunapatikana kwa jina hilo Swambe Talent. Usisahau kutufollow. Shukrani sana. La mwisho la kuagia jamani mashabiki zangu maandazi. Jamani huyu kijana kiukweli mimi naomba tumsupport. Yaani amejaribu kufanya vitu vingi sana. Naona anatoa hadi wasanii. Unajue mimi ni shahidi. Kuna wasanii walikuwa anawachukua, anafanya nao kazi, lakini walikuwa hawajui kwamba baadaye inakuaje. Muone Dorcas sasa ameshakuwa star hujui. Dorcas sasa ameshakuwa star lakini yani bado Dorcas nampa nafasi, yani sijui mwaka mmoja yani atakuwa ameshaenda. Kwa hiyo umeona Dorcas, kwa hiyo wasanii heshimuni watu. Shauri yako mimi namheshimu Shalba ananijua. Na pia kitu kingine Swambe Talent inaangazia watu wenye vipaji hususan wale ambao wanatamani kuwa wasanii. Vipaji vingi tunaamini kwamba vipo mtaani. Kama wewe unajua una kipaji, usisahau kuwasiliana na Swambe Talent. Kama nilivyokuambia mitandao yetu ya kijamii tunapatikana kwa hilo jina. Wasiliana na sisi tutakushika mkono. Swambe Talent tutaendeleza kipaji chako ambacho unacho. Usisite kututafuta Swambe Talent. Shukrani sana. Mimi niwatakia kila laheri na ufuatiliaji mwema wa Swambe Talent.